nitabaki kama nilivyo. Mtetezi wangu hai, mtetezi wangu yu hai, yu hai, yu hai. Mtetezi wangu yu hai, anaishi, yu hai. Mtetezi wangu yu hai, yu hai, yu hai, yu hai, yu hai. Mtetezi wangu yu hai, mtetezi wangu yu hai, yu hai, yu hai, yu hai, yu hai, yu hai. Mtetezi wangu yu hai, yu hai, yu hai. Mtetezi wangu yu hai, anaishi, yu hai. Mtetezi wangu yu hai. Kama kawaida nikukaribisha tena katika kipindi chetu cha muziki cha siku ya leo. My name is Ezekiel Chavala from Chavala Music Academy. Na siku ya leo nipo katika ufunguo wa D. Tutakuwa na kazi ya kuchambua ufunguo wa D. Mfano tu, napiga kipande kidogo, alafu baada ya hapo nitaanza kukuchambulia kodi ambazo nazifanya. Yu hai Jehova, yu hai milele, mataifa tumwimbie Yesu yu hai. Yu hai Jehova, yu hai milele, mataifa tumwimbie Yesu yu hai. Yu hai Jehova, yu hai Jehova, yu hai milele, mataifa tumwimbie Yesu yu hai. Okay. Leo tuko katika ufunguo wa D major, na katika ufunguo huu wa D major kuna mambo matatu ya msingi ambayo tutajifunza. Jambo la kwanza, tutajifunza aina tatu za chords ambazo zinaunda ufunguo wa wa D major. Okay. Tunajua kwamba kila ufunguo unaundwa na tonic solfa ambazo ni do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, kwa maana do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, kwa maana ya namba 1 mpaka namba 8. Lakini kitu kingine ni kwamba kila zile tonic solfa zimekuwa grouped kwenye magroup matatu. Kuna tonic solfa ambazo ziko kwenye kundi la major chord, zinakuwa 3. Alafu kuna tonic solfa ambazo zinakuwa katika kundi la minor chords, zinakuwa 3. Halafu kuna tonic solfa ambazo zinakuwa katika kundi la diminished chord, ambayo inakuwa ni 1. Kwa hiyo namba 1 always huwa inakuwa ni major chord, namba 4 huwa inakuwa ni major chord, namba 5 huwa inakuwa ni major chord. Wakati minor chord huwa inakuwa ni namba 2, namba 3 pamoja na namba 6, na namba 7 huwaga inakuwa diminished chords. Sasa leo katika ufunguo wa D tutaanza kuchambua major chords ambazo zinapatikana katika ufunguo wa D major. Okay. Kwa hiyo major chords za D maana yake kuna namba 1, namba 4 na namba 5. Sasa what is number 1, what is number 4 and what is number 5? Ndizo ambazo tunaenda kuzichambua siku ya leo. Kwa hiyo tunaanza moja kwa moja na D major chord yenyewe. Here. This is the key of D, na hii ndio D major chord. Inakamatwa namna hile. Kidole chako, kwa wale ambao hawajui kabisa kuikamata, kidole chako cha kwanza kinakamata uzi namba 3 katika fret ya pili hapa. Kidole chako namba 2 hiki ambacho ni middle finger kinakamata uzi wa kwanza kabisa pale katika fret hiyo hiyo ya pili. Wakati kidole chako namba 3 ambacho tunakiita ring finger kinakamata uzi wa pili katika fret ya 3. Kwa hiyo unakuwa umeshika kodi yako namna hii. Hii hapa inaitwa D major chord. Hii hapa. Na unapokuwa unaipiga, maana yake unaanzia kupiga uzi wa 4 mpaka wa kwanza. Uzi wa 5 na wa 6 unaachana nazo, ukiwa unapiga kama open chords. Kwa hiyo kuanzia namba 4, namba 3, namba 2 na namba 1 ndizo ambazo utakuwa unadili nazo this way. That was number 1 chord ambayo ni major 1 chord. Baada ya hapo kuna kodi nyingine ambayo inatengeneza ufunguo wa D, inaitwa namba 4. Namba 4 katika ufunguo wa D huwa ni G major chord. G major chord, ambayo kidole chako namba 1 kinakamata uzi wa 5 fret ya pili. Kidole namba 2 ambacho kinaitwa hiki namba 2 kinaitwa
middle finger, yes, kinakamata uzi wa 6 freti ya 3, alafu kidole chako namba 3 ambacho ni ring finger kinakamata uzi wa kwanza pale chini kabisa. Kwa hiyo inakuwa hivi. This is called G major chord. Manake major 4 chord hii hapa. Okay. Tumeshatafuta chord mbili, imebaki chord moja. Chord moja ambayo ni major chord pia katika ufunguo wa D huwa inakuwa ni A major. A major chord ambayo kidole chako namba 1 kinakamata uzi wa 4 huu katika freti ya pili, kidole namba 2 kinakamata uzi wa 3 freti ya pili, na uzi wa kidole cha 3 kinakamata uzi namba 2 katika freti hiyo hiyo. Inakuwa namna hii. Sasa hapa kuna kaugomvi kidogo kati ya mimi na wale ambao wana vidole vinene kama vya kwangu. Kama wewe vidole vyako ni vinene, kwa hiyo unakuta havienei, vinabanana sana pale, na kushauri uwe unalaza tu namna hii kwenye freti ya A. Lakini hakikisha kwamba kama unataka kuidefine A major, hakikisha ukilaza hivi unapiga nyuzi zile ambazo unatakiwa kupiga wakati umekamata namna hii. Kwa maana ya uzi namba 4, namba 2, namba 3 na namba 4. Kwa sababu ukipiga mpaka uzi wa kwanza, hii kodi itabadilika, haitaitwa A major tena, itaitwa A6. Kwa hiyo ukitaka kupiga A6 maana yake unalaza zote, lakini ukitaka kupiga A major maana yake unadili na hizi nyuzi 3. This is called A. Kwa hiyo sasa ukiziunganisha hizi zote ni sasa na mtu akikwambia hesabu ya 1 plus 4 plus 5, au akakwambia D plus G plus A. Kwa hiyo itakuwa hivi. D plus G itakuwa then plus A. Afu narudi kwenye D. Okay. Sasa tuchague progression yoyote ambayo tunaweza tukaitumia, ambayo ina mfano wa wimbo wowote, halafu tujaribu kupiga kwa pamoja tuone kama tunaweza tukafanikiwa kuziunganisha hizi. Kwa mfano wimbo maarufu, mfano Baba umejua kunifurahisha, Baba umejua kunifurahisha, Dadio umejua kunifurahisha, Baba nitakusifu milele, Baba umejua kunifurahisha, Baba umejua kunifurahisha, Dadio umejua kunifurahisha, Baba nitakusifu milele. I know I'm not a good singer, lakini nataka nijaribu tu kukuonyesha kwamba kuna aina ya nyimbo ambazo zinaweza zikaingia kwenye mizunguko ya 1 4 5. Mfano mwingine, maisha haya ni ya muda tu, hali ya sasa ni ya muda tu, ushindi wangu karibu na mtetezi wangu yu hai, sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo. Mtetezi wangu yu hai, yu hai, yu hai, yu hai. Mtetezi wangu yu hai, anaishi, yu hai. Mtetezi wangu yu hai, yu hai, yu hai. Mtetezi wangu yu hai. Okay, that was 1 plus 4 plus 5, kwa maana ya D plus G plus A. Okay. Sasa kuna namna, there is a way ambayo unaweza ukafanya kitu kinaitwa chords substitution, kwa maana ya kwamba mbadilishano wa chord ili uweze kupata kitu kizuri au uweze kupata radha nzuri zaidi. Go with me until the end of this video. Okay, sawa. Sasa unachokifanya, badala ya kukamata A major hii, I mean D major, una option ya kutumia D suspended 2. What is that chord? Hii hapa, kidole chako namba 1 kinakamata uzi huu wa 3, chumba cha pili, freti namba 2, na kidole chako namba 2 kinakamata uzi wa pili pale, chumba namba 3.
only these two notes unazishika hivyo. Holding that. Yes, only that two notes. You hear that? Maisha haya ni ya muda tu, hali ya sasa ni ya muda tu, ushindi wangu. I forgot something. Okay, hiyo ni mbadala wa namba moja. Lakini pia mbadala wa namba moja inaweza ikawa ni D7 au D dominant 7. D dominant 7 ambayo ni hii hapa. Hii hapa. Kidole chako namba moja hiki kinakamata uzi wa pili chumba cha kwanza. Kidole namba 2 kinakamata uzi wa 3 chumba cha pili, na kidole namba 3 kinakamata uzi wa kwanza chumba cha pili. Alafu unapiga nyuzi nyingine hizi kuanzia namba 4 mpaka namba 1 pale chini. Kwa hiyo inakuwa maisha haya ni ya muda tu. Okay, kwa unaanza D7, then unaenda G major, then unarudi D suspended 2, alafu unamaliza mzunguko wa mwisho. Baada ya kukamata A major unaweza kukamata A suspended 2. This one, hii kodi tumeimba sana sana sana. Only 2 fingers, only 2 notes. This one ni kodi ambayo tumeimba sana sana sana. Inaitwa A suspended 2. Wakati tunauchambua ufunguo wa A tumeimba sana hii kodi. Kwa unaweza kaitumia hii kama kodi ya kumalizia mzunguko wako. Kwa hiyo very nice. So unaanza maisha haya ni ya muda tu, hali ya sasa ni ya muda tu, ushindi wangu ukaribu na mtetezi wangu hai. Sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo, mtetezi wangu hai. Sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo, mtetezi wangu hai. Mtetezi wangu yu hai, yu hai, yu hai. Mtetezi wangu yu hai, anaishi, yu hai. Mtetezi wangu yu hai, yu hai, yu hai, yu hai, yu hai. Mtetezi wangu yu hai. Mtetezi wangu yu hai, yu hai, yu hai, yu hai, yu hai, yu hai. Mtetezi wangu yu hai, yu hai, yu hai, mtetezi wangu yu hai, anaishi, yu hai. Mtetezi wangu yu hai. Silalami wala sikufuru, najua ni darasa napitishwa. Imani yangu iko kwenye kipimo, najua nitafika tu. Sitamani ya wengine wala sijilinganishi, namwamini Mungu aliyenifanya nipite. Mtetezi wangu yu hai. I was starting to minister now again. I'm very sorry guys. Okay. So nilikuwa najaribu kukufundisha kwamba unaweza kutumia D major, unaweza kutumia D suspended 2, unaweza kutumia D7, halafu unaenda kwenye G, halafu unaenda kwenye A.
na badala ya kupiga A ukapiga A suspended 2. These are 3 chords kwa maana number 1, number 4 and number 5 ambazo unaweza kuzitumia katika ufunguo wa D ukafanya kitu kizuri sana sana sana. Usikose sehemu ya pili ya uchambuzi wa ufunguo wa D. Hapo nitaeleza namba 2, nitaelezea namba 3, nitaelezea namba 6 kimsingi ambayo ni hii. Nitaelezea na namba 7 ambayo ni diminished chord. Nitazielezea hizi alafu tutaunganisha kuanzia namba 1 mpaka namba 7 kwa maana ya mzunguko wake wote, do re mi fa so la ti do. From there sasa tutachambua pattern za ufunguo wa D. Tutazichambua pattern au tutazifungua pattern za ufunguo wa D ili uweze kupiga gitaa lako kuanzia mwanzoni mpaka mwisho bila shida yoyote. Na tutafanya solo chache tu za mfano kabla tujaelekea kwenye session nyingine. God bless you. My name is Ezekia Chavala. Instagram napatikana kwa Ezekia_Chavala. Ukienda TikTok utanikuta kwa Ezekia Chavala. Na hapa YouTube unapatikana kwa Chavala Music Academy au Ezekia Chavala. Mungu akubariki sana. Ukitaka mafunzo ya muziki private, tuna darasa maalum. Haya mambo ninayoposti hapa ni sehemu ndogo ya vile ambavyo ninafundisha wanafunzi wangu. Unaweza kunitafuta kwa namba ya simu 0621 029 725. Mungu akubariki. Just subscribe my channel ili uweze kuendelea kupata session hizi ambazo zinakujia from Chavala Music Academy. Ciao.